sawa. Umefiwa hata kama ni upande wa wakwe zako uko wapi, tupo. Hatukuachi. Sio kwamba tunacho sana, hatuna. Tunapambana. Ni ndugu yetu na. Kwa hiyo kila jambo sisi tupo kipaumbele. Alafu sasa mimi nikinikuta niko busy. Kwani huko inatakiwa shingapi? Hakuna na kipindi. Ama kuwasilisha tu fedha inatosha. Afu na kipindi naingia saa fan Dodoma FM. Naingia saa 7 kamili Dodoma FM. Unajibu Jose, namjibu kaka yako. Wakati mimi nilivunja shughuli yangu, nilivunja kazi zangu, nikaa pamoja na wewe. Ndio. Umeona? Sasa wewe kile kitokea, wewe uko busy. Wewe una nafasi. Una sasa, huna shekeli. Huna pesa. Njoo. Jitoe kwa hali na mali, kuna kufanya kazi, kuna kufanyaje, kuna mawazo. Najua huna ndugu yangu, lakini uko na mimi. Uko na mimi, kuna mmoja ama nyingine. Lakini vyote hivyo wewe ufanye. Bado nitakuja kwako. Siji. Okay. Ndio ndugu hapa na udugu. Tutabaki udugu tu adabu. Hapo udugu na ndamu na uvua udugu. Itabaki tu dada yangu kakaangu. Nishakumilia somo la moja. Ya kwanza imenitokea. Ya pili, ya tatu. Bwana wewe nani? Na uvua udugu. Kwa kumbe bana watu wasibebe tu ile dhana kwamba labda ni shughuli tu, usipotokea shughulini basi mimi ndo navua udugu. Usipotunzwa mimi ndo navua udugu. Hivi vitu vina maana. Vina maana nyingi na vina maana kubwa kidogo. Anaweza akawa hajaja kwenye jambo lako la heri, lakini lile ambalo lilikuwa ni gumu kwako ulimuona. Yaani ulipopata ugonjwa, ulipofiwa, yupo na wewe. Siku ya labda unakaa shughuli kidogo kaambia leo ndugu yangu nimetaitika. Siko sawa. Sipo. Unamuelewa mtu. Kwa sababu bwana huko akuniacha. Huko alikuwa anakuwepo. Lakini yeye si la heri si la shari. Hayuone. Hapo tunavua. Okay. Pote ambayo utakuwa marafiki zako watakuwepo. Yaani unajua ni bora mtu hana kitu. Hana. Alafu ajitolee kila kazi yumo. Hapo tufanya tubai. Hapo tufanya hivyo. Uko naye. Sema kweli ndugu yangu yupo. Kaenda kubeba masufuria, kaleta, mara sijui nini. Lakini niko naye. Niko naye. Ndio ndugu unavyotakiwa.